Halo, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujifunze tofauti kati ya jambo jema na jambo zuri. Tumeangalia kwenye episodi ya kwanza kwamba tunatakiwa kuamua cha kufanya au cha kuchagua kwa kigezo kikuu kimoja ambacho ni kitu hicho kuwa chema, na wala si kuzingatia tu uzuri wa kitu hicho kama ambavyo watu wengi hufanya. Basi leo tukajifunze kwa ufupi, kwa uchache sana, utofauti kati ya kitu kizuri au jambo zuri na kitu chema au jambo jema. Tukianza na kitu kizuri au jambo zuri, ni kile kitu au lile jambo ambalo lina muonekano wenye mvuto, yaani muonekano wa kupendeza, na mara nyingi huonekana kuwa sawa na cha kawaida kibinadamu. Mfano mzuri upo kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, ambapo Biblia inasema, mwanamke alipoona ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Nitarudia ili andiko. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, Biblia inasema, mwanamke alipoona ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Hapa tunaona mwanamke kwa kuangalia tu ule mti aliuona unafaa kwa chakula, akaona tena unapendeza macho. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya yeye kula tunda lile, akampelekea na mume wake akala. Hivyo basi tuangalie sifa za kitu au jambo zuri. Sifa ya kwanza, huonekana kwamba kinafaa kufanywa au kutumiwa. Sifa ya pili, kinapendeza macho, yaani kina muonekano wa kuvutia. Sifa ya tatu, kinakujengea tamaa ya kukifanya. Simaanishi kwamba uchague au ufanye kitu kibaya, lakini hizo sifa hapo juu kamwe zisiwe sababu kuu za kukufanya uchague kufanya jambo au kitu fulani, kwa sababu sio kila kizuri ni chema. Hebu tusome Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19. Biblia inasema, imeandikwa, watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu uonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Mahali pa mji huu ni pazuri, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Hapo tunaona mahali panaonekana pazuri, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Kama ungeambiwa kuchagua mahali pa kwenda, basi kwa kuzingatia uzuri tu ungechagua hapa. Ila sasa, pamoja na uzuri wa mahali hapo, maji yake hayafai, lakini pia nchi huzaa mapooza. Hapo tulikuwa tunaangalia jambo zuri. Sasa tukaangalie jambo jema au kitu chema. Kwa kuviangalia hivi vitu viwili, tutakuja kugundua utofauti uliopo kati ya jambo zuri au kitu kizuri na jambo jema au kitu chema. Twende kwenye jambo jema au kitu chema. Ni lile jambo au kile kitu ambacho kimungu ni sahihi bila kujali muonekano wa nje, yaani namna kinavyoonekana. Ipo hivi, sio kila kizuri ni chema na sio kila chema ni kizuri, ila ni bora uchague kile chema ila sio kizuri kuliko kile kizuri alafu sio chema. Nitarudia msemo huu, sio kila kizuri ni chema na sio kila chema ni kizuri, lakini ni bora uchague kile chema ila sio kizuri kuliko kile kizuri alafu sio chema. Na ndio maana kwenye Biblia yote
hakuna sehemu Mungu amesema yeye ni mzuri. Biblia inamwelezea Mungu kama mwema. Mungu sio mzuri, Mungu yeye ni mwema. Zaburi sura ya 73 mstari wa 1, Biblia inasema, hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, kwa hao walio safi mioyo yao. Ukiangalia kwenye Biblia utagundua Mungu sio mzuri kabisa. Ye Mungu ni mwema. Lakini Suleiman hajawahi kufikiria kwamba mke mzuri ni nani awezaye kumuona, ila Suleimani alishawahi kufikiria mke mwema ni nani awezaye kumuona. Hajawahi kufikiria mke mzuri, ila alishawahi kufikiria mke mwema ni nani awezaye kumuona. Kwenye kitabu cha Methali sura ya 31 mstari wa 10, ambapo Biblia inasema, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita marijani. Sasa kwa kuangalia hapo, tumepata tofauti kati ya jambo zuri na jambo jema, kitu kizuri na kitu chema.